It is only kiss, msukosuko wa nafsi, hila na mapenzi ya kweli. Sehemu ya kwanza, tafakari za alfajiri na harufu ya Abu Dhabi. Hadithi inafunguka katika utulivu wa kipekee wa alfajiri ya kijivu, ambapo mwanga hafifu wa jua unachungulia kupitia madirisha ya chumba cha Karissa Okuda. Karissa ameketi kitandani, mikono yake ikiwa imekumbatia magoti yake, huku akitazama upeo wa mbali. Katika hali hiyo ya upweke, sauti yake inasikika kama mlio mwanana wa zeze, ikitafakari juu ya fumbo kubwa la maisha. Karissa ni msichana aliyeumbwa kwa ndoto za rangi ya waridi. Tangu utoto wake, aliamini kwa dhati kuwa maisha ni kama bustani ya maua ya kuvutia, yana hadhi, ni matamu, na kila hatua ni sehemu ya hadithi ya njozi inayoelekea kwenye furaha ya milele. Lakini kadiri muda unavyopita, sauti yake inajawa na uzito wa majira ya baridi, anapokiri ukweli mchungu ambao ameuonja ukubwani. Maisha ni siri iliyofunikwa na pazia zito la udanganyifu. Unachokiona kwa macho, anasema kwa uchungu, mara nyingi si kile unachokipata moyoni. Katika wakati huu wa kukata tamaa, rafiki yake wa karibu tangu utotoni, Benis, anarejea mjini akitokea Abu Dhabi. Benis si yule msichana wa kawaida aliyekuwa akicheza naye mtaani. Anarudi akiwa amejipamba kwa harufu ya manukato ya gharama yanayokufanya uhisi umaskini wako, na mavazi yanayopiga kelele ya utajiri na anasa. Benis anaingia nyumbani kwa Karissa na kukuta hali ya umaskini na simanzi. Karissa anamfungulia moyo wake kuhusu usaili wa kazi uliopita, ambapo bosi mmoja mwenye macho ya tamaa alimtaka ageuke ili apate kazi, lugha ya kificho ya kudai rushwa ya ngono. Benis, badala ya kumpa pole kama rafiki wa dhati, anamcheka kwa kejeli inayochoma moyo. Anamwambia Karissa kuwa urembo wake ni silaha yenye nguvu kuliko shahada yoyote ya chuo kikuu. Hawa wakikwambia ugeuke, Benis anasema akimkazia macho kwa ujasiri, ni smack moja tu ya makalio na unavuna maelfu ya dola. Kwa nini uteseke na uadilifu wakati unaweza kuwa na kila kitu unachokitamani kwa usiku mmoja tu? Licha ya Karissa kugoma na kusisitiza kuwa hapendi biashara ya mababu wa sukari, Benis anaendelea kumvuta polepole kwenye lindi la anasa. Siku chache baada ya mazungumzo hayo, Benis anakuja kumchukua Karissa akiwa ndani ya Range Rover jipya la rangi ya fedha, zawadi ya kifahari kutoka kwa mpenzi wake Leon. Hapo ndipo Karissa anapoanza kuona matunda ya hila za Benis kwa macho yake. Anapewa kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa mtu anayeitwa shabiki wa siri, na anashawishiwa kuvaa mavazi ya hariri yanayochora kila sehemu ya umbo lake kwa ajili ya sherehe ya hoteli ya naibu gavana. Kwenye sherehe hiyo, Karissa anahisi kama mwanakondoo aliyepelekwa machinjioni, akitambulishwa kwa Chief Ai, seneta mzee mwenye nguvu na ushawishi. Ingawa dharura inamlazimu Chief kuondoka mapema, Karissa anajikuta mkononi akiwa na naira 300 kwa kukaa tu naye kwa dakika chache. Kwa Karissa, hii ni miujiza iliyoanguka kutoka mbinguni, lakini kwa Benis, huu ni upumbavu, akidai Karissa alipaswa kurudi na mamilioni na si vijisenti vya 300. Kwa siku ya kwanza ya kazi. Hata hivyo, dhamira ya ndani ya Karissa na malezi yake ya kidini yanamrudisha kwenye utafutaji wa kazi ya heshima. Hatimaye, kwa bahati na bidii, anafanikiwa kupata nafasi katika kampuni kubwa ya mafuta. Furaha yake ya kupata kazi ya ofisini inageuka kuwa tanuru la moto tangu saa ya kwanza ofisini. Anakutana na Nosso, mwanamume mwenye maneno makali kama wembe na macho yaliyojaa dharau na shinikizo la kazi. Nosso anamshambulia Karissa mbele ya wafanyakazi wenzake, akidai kuwa kuajiriwa kwake ni mchezo mchafu wa wakubwa wakati kampuni inapata hasara na wenzake watatu wazoefu wamefutwa kazi. Uhusiano wao unaanza kwa chuki ya wazi na vuta ni kuvute ya maneno. Hali inakuwa mbaya zaidi pale Nosso, akiwa katika hali ya haraka na hasira ya kushughulikia majumuiya ya ofisi, anapofungua mlango ambao wa ofisi kwa nguvu na kumuumiza pua Karissa vibaya sana. Kwa bahati mbaya, damu inaanza kumwagika na Karissa anaanguka chini kwa maumivu makali. Katika sekunde hiyo, uadui wa Nosso unayeyuka mara moja na nafasi yake inachukuliwa na majuto makubwa na hofu ya kumpoteza mwenzake. Anajawa na wasiwasi usioelezeka, anamwomba msamaha Karissa kwa unyenyekevu ambao Karissa hakuuwazia. Nosso anaita daktari wake binafsi kumpa Karissa huduma ya kwanza ofisini hapo hapo, akihakikisha anapata matibabu bora zaidi. Hapa ndipo moyo wa Karissa unapoanza kuona sura nyingine ya Nosso, sura ya mwanamume anayeweza kujali na kuguswa na maumivu ya wengine. Lakini Benis, anapopata habari hizi, haoni maumivu ya rafiki yake, yeye anaona fursa nyingine ya kumchuna Nosso.
Anamshauri Karisa adai upasuaji wa pua huko Atlanta, Marekani, kama njia ya kumfanya Nosso alipe kwa dharau zake za awali na majeraha aliyosababisha. Benis anamwambia, mwanamume akikuuliza pole, mwambie pole haitoshi, inahitaji dola za upasuaji. Uhusiano wa Karisa na Nosso unaanza kuchukua mkondo wa kuvutia. Wanajikuta wakikutana kwenye chakula cha jioni cha kibiashara, ambapo Karisa anagundua ukweli mchungu kuhusu bosi wake huyo. Nosso si mwanamume mkatili kwa asili, bali ni mwanadamu anayepambana usiku na mchana kuokoa urithi wa familia yake, kampuni ya Bristol Limited, ambayo imezama kwenye madeni ya mabilioni. Anagundua kuwa Nosso ana akili nyingi na amewekeza kila senti na nguvu zake kwenye teknolojia mpya ya bioengineering ili kuzuia kampuni kufilisika. Mwanamke mrembo na mwenye kiburi anayeitwa Maya anajitokeza. Maya ni binti wa tajiri mkubwa na yupo hapo akijaribu kumvuta Nosso kimapenzi kwa kisingizio cha biashara na uwekezaji. Baba yake Nosso anamuonya mwanawe kuhusu Maya, akisema wanawake kama yeye hawataabiriki. Benis, akihofia Karisa kupoteza nafasi hiyo ya kunasa tajiri, anamhimiza amng'ang'anie Nosso kwa mbinu zote, akisema Mungu amempa pombe yake mwenyewe na asimruhusu Maya amnyang'anye tonge mdomoni. Msukosuko unazidi pale baba yake Karisa anapopatwa na kiharusi ghafla. Karisa anahisi dunia imemwelemea. Katika giza hili la huzuni na gharama za hospitali, Nosso anajitokeza kama nguzo ya kweli ya msaada. Anamfariji Karisa kwa upole usio na kifani, anamshika mikono na kumtaka awe mwanamke imara, huku akiahidi kumsaidia kwa kila hali. Karisa anaanza kuvutiwa na Nosso kwa dhati, lakini sauti ya hila ya Benis bado inalia kichwani mwake kama kengele. Katika mazungumzo ya siri, Karisa anamwambia Benis kwa ujanja jinsi alivyojifanya kulia zaidi na kuongeza chumvi kwenye maumivu yake ili kupata huruma zaidi ya Nosso. Wanaume wanapenda kujiona kama mashujaa wanapookoa wasichana walio katika dhiki, Karisa anaelezea, akisifu jinsi mikono ya Nosso ilivyo laini na jinsi alivyoanza kuona midomo ya Nosso kana kwamba anataka kumbusu kila wakati anapomuona. Karisa anazidi kuingia ndani ya maisha ya Nosso. Anamtembelea nyumbani kwake, anacheza na watoto wa dada yake, Daisy na Jessie, na kuona upande wa utu, upendo na baba anayejali ambao hakuwahi kutarajia. Anamhimiza Nosso awe na imani na asikubali kuuza kampuni yake licha ya shinikizo la baba yake mwenye mashaka. Karisa anagundua kuwa Nosso ni mkarimu na mwenye bidii licha ya changamoto nzito anazopitia. Lakini Maya hakubali kushindwa kirahisi. Anamfuata Nosso ofisini kwake usiku wa manane, akijaribu kumshawishi warudiane na kwenda klabu kufurahia maisha. Nosso, kwa uadilifu wake na heshima kwa Karisa, anamkataa Maya kwa msimamo, akisema hachanganyi biashara na raha na kwamba moyo wake upo sehemu nyingine. Maya anapoondoka kwa hasira ya kunyimwa pendo, anamshambulia Karisa kwa maneno ya kashfa mbele ya wafanyakazi wa usiku. Hali ya hewa inabadilika pale Karisa anapogundua kuwa Nosso aliondoka na Maya baada ya mazungumzo yao ya usiku, jambo ambalo Benis analitumia kama silaha ya kumvunja moyo Karisa. Wivu unamrarua Karisa na kumfanya aanze kutilia shaka kila ahadi ya Nosso. Benis anachochea moto huo wa wivu, akimwambia Karisa kuwa lazima mfanye Nosso alipe kwa dharau hiyo kupitia hila na udanganyifu wa hali ya juu. Benis anaendelea kumpa mafunzo ya jinsi ya kudhibiti wanaume kama vibaraka, akimkumbusha Karisa kuwa katika ulimwengu huu usio na huruma, unapaswa kupenda pesa na kutumia mvuto wako kufika unapotaka. Filamu inahitimishwa huku Karisa akiwa ameshikilia simu yake kwa mkono unaotetemeka, macho yake yakiwa yamepotea kwenye upeo wa mbali wa bahari wakati wa machweo. Je, atachagua kufuata sauti ya hila ya Benis na kumfanya Nosso kuwa mtaji wa kisasi na pesa? Au ataruhusu hisia za kweli, upendo wa dhati na uaminifu alioanza kuuhisi kwa Nosso uongoze maisha yake ya baadaye? Hatima ya Karisa inabaki kuwa fumbo kubwa kwa mtazamaji, ikituacha tujiulize kwa unyonge. Je, kweli ni busu tu, it is only kiss, au ni mwanzo wa mchezo hatari wa kupoteza nafsi yake na utu wake kwa ajili ya tamaa ya dunia?